Mheshimiwa, mimi na changamoto yangu ni ya double allocation, hati mbili za viwanja. Sisi tuna hati ya mwaka 2007 na eneo hilo tulipima kwa gharama zetu kwa kushirikiana na majirani kama bloko. Tuliambiwa kwamba tupime kama bloko kwa gharama zetu. Basi tukafanya utaratibu wa process hati. Wakati huo viwanja vinapimwa na mkoa na unaomba mkoani, sio viwanja vya mradi pia. Ndio. Basi lakini siku zimeenda kuja mpaka mwaka 2011 halmashauri wakatoa hati tena kwa mtu mwingine, huku mimi nina hati. Tukaanza malumbano. Sasa mimi nikashangaa mtu ameanza kujenga, lakini kuja kwa kalenda akaonyesha hati. Sasa mimi sijui mtu amejengaje bila mimi kupewa notice. Basi tukaendelea na malumbano. Basi tukapelekana kwa afisa ardhi naye akaandika barua kuthibitisha kwamba umiliki halali ni wa kwangu nikiwa kama msimamizi wa miradi. Basi lakini huyu bwana akaendelea kwa sababu na vibali vya ujenzi alinyang'anya. Lakini bwana baadaye tena wakampa go ahead kwamba yeye ni mmiliki halali. Nikaenda kulipa kodi ya kiwanja, nikakuta jina langu wameshaliondoa hata kwenye ulipaji wa kodi. Tukaenda, nikabidi niende kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa Saidi Mtanda akanisaidia sana. Akamwagiza kamishna, kwa sababu taratibu hazikufuatwa, hii hati ya huyu bwana na yenyewe ifutwe kupitia rafu katibu tawala wa mkoa Bwana Baliambia. Akamwagiza hii ifutwe. Basi tukaenda kwa kamishna akarudishwa kule. Kamishna alichokifanya akasema awaite tena wale watu wenye maeneo ambao wote walishakufa. Na ukumbuke wakati huo ulikuwa ni kwamba mtu ukipimiwa na unaomba kiwanja unapewa bure, sio viwanja vya mradi. Sasa inawezekana pia wakajitokeza wajukuu watu gani nasema hili lilikuwa. Sasa nilikuwa nataka tu nijue hapo, Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa hivi nichukue hatua gani? Kwa sababu kama hati ninayo, lakini kwenye mfumo wa ulipaji kodi imeongelewa na wanaomtambua mpaka sasa hivi ni yule bwana. Lakini kama mimi tu mwenyewe nayefahamika naweza nikafanyiwa hayo, je, wananchi wengine ni wangapi wametendewa hayo? Na kupongeza sana kwa kipindi hiki Mheshimiwa Waziri. Ninaomba ushauri wako. Asante sana Andrew. Mimi ni kuahidi tu kwamba naileta timu yangu Mwanza. Itakuja kushirikiana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ili waweze kushauriana namna kulimaliza hilo jambo ili haki iweze kutendeka. 2007 ulimilikishwa wewe. 2011 wamepewa wengine. Maana yake ni kwamba kuna jambo hapa la kulifanyia kazi kwa karibu. Tumechukua mawasiliano yako, kwa tutaleta timu yetu itakuja kushirikiana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Bahati nzuri Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni msikivu na ni mchapakazi, Mheshimiwa Mtanda. Kwa maana yake ni kwamba tutakuwa timu ya jopo lote au wa kamishna msaidizi wa mkoa, maafisa ardhi wa halmashauri pamoja na timu yangu kutoka wizarani ya msaada wa kisheria itakuwepo hapo ili kuweza kufika mwafaka wa jambo hili. Na likishafika mwisho basi tutatoa taarifa kwa umma kwamba jambo limeisha. Kwa hiyo tukupe comfort kwamba Mheshimiwa Rais anachohitaji watu wapate haki. Na haki hamna kuonewa sasa hivi. Ndio maana tumeanzisha kitengo hiki. Tunapokea kero za aina mbalimbali, hatuchagui kero za ardhi, kero za shule kama ambavyo tumeendelea kuzifanyia kazi. Kwa hiyo mimi nikusii tu kwamba kwa uvumilivu tutawatoa watu wetu hapa wataenda Mwanza na mjiandae kwa ajili ya kuondoka. Wale wanaoenda kwenda Mwanza waende wakakutana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Na mimi nitaongea na mkuu wa mkoa ili jambo liweze likaisha, kwa sababu uonevu kama ni mwingi sana katika nchi yetu. Maeneo mengi sana mpiga la double location, utakuta leo anamilikishwa huyu, kesho anamilikishwa mwingine na hamna mtu anafanya chochote. Na wengine wanatumia ubabe wa fedha walizonazo kwa ajili ya kunyanyasa watu wengine, kitu ambacho hakitakiwi kabisa. Na ndio maana watu wengi wengine ambao hawana nguvu, hawana mabavu, wanazidi kuonewa. Ndio kama hili. Siwezi kuconclude kwamba huyu jamaa ana haki kuliko hao wengine. Lakini nadhani tutakwenda kujua ukweli Mwanza. Asante.